wakaona yenyewe huyu kiwete ni ukweli amekuwa kiwete tangu azaliwe 40 years. Ukirudi kwa Acts chapter number 3, na kweli ndio huyu amesimama mbele yao anatembea. Mpaka mmoja akasema, "Ngopeni, hawa watu tunajua kwamba watasoma, hawana elimu, pia wajaenda kusomea theolojia, lakini Mungu ametenda hii muujiza hii tuweze epuka moja. Hii tutaweza kuzuia. Tuachane tu na hapo." Waliachilia injili kaenda mbele. Injili kakuja mpaka Kenya. Injili mpaka leo hii tumeibeba. Leo hii tuko nayo hapa. Jina la Bwana litukuzwe. Usipoletelea mababa zako wakati utakuwa ukijiangalia, utasema wataniua. Hao walikuwa tayari hata kufa. Wako mbele ya maji. Kiwango cha serikali cha juu sana ndio walikuwa mbele yao. Lakini muujiza yenye imetendeka inaashiria wazi kuna Mungu pamoja na wapendwa. Na watu wenye wameona muujiza na kufuata Kristo ni watu wengi sana. Mpaka wakasema, na sasa tukisema ati injili hii iendelee hapa, hao watu watatupiga. Hao watu ni wengi sana. Lazima kuanzia leo kupitia wewe na mimi, lazima hii nyumba iwe ndogo, ianze kubanduliwa katika jina la Yesu Kristo. Amina. Hata tupee chumba cha juu na viti viko empty hapa. Lazima vijee niatibu maombi ya kuleta watu. Niatibu maombi ya tupate chumba cha juu. Lazima watu wajae hapa. Na lazima leo hii ujijue wewe ni nani katika safina hii. Wewe ni nani? Lazima ujijue. Haleluya. Tumekuwa kwa hii safina miaka mingi, lakini bado hatujijui jinsi ni nani. Haleluya. Lakini mapepo yalijua Yesu ni nani. Mapepo. Na kama mapepo yalijua Yesu ni nani, na mimi na wewe tutakosaje kujua Yesu ni nani? Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Manabii hawakuona kuishi kwao kama ni kitu. Waliona ukiishi bila Mungu wewe ni maiti hata kama unatembea. Wakahakikisha kwamba